ama namna gani? So tumekubaliana hiyo mbolea ifike hapa, na tumekubaliana pia hatutaki brokers na hatutaki watu wa katikati. Tunataka mkulima apate mbolea bila ya kusumbuliwa. Tumekubaliana, na ndio sababu hiyo tumeanzisha kusajili wakulima tena hapa Nyandarua. Tunataka kila mkulima ambaye unahitaji mbolea ujiandikishe, tutakupatia mbolea ile unataka. Kama unataka gunia 2 tutakupatia 2, kama unataka 100 tutakupatia 100. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi nawashukuru kwa sababu mimi naona mambo yenu si mbaya. Hata nyinyi mmejipanga, si ndio? Lakini bado iko shida kidogo. Ile mbolea mnatumia bado iko chini, si ndio? Tunataka muongeze hii mbolea. Mimi unajua mimi ni mkulima, nikipima huyu mtu ametumia haijafika gunia 1 kwa eka 1. Sasa next year, kwa sababu si mimi nimeleta bei chini, sasa next year muweke gunia 2 kwa ekari 1, si ndio? Ndio badala ya kuvuna gunia 10 uvune gunia 20-25 kwa ekari 1, kwa sababu ndio njia tutakayoondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Negwo, ndio nimewaambia wale watu wa maandamano, hakuna vile maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa itapunguza gharama ya chakula. Mimi nikuulize wewe mtu ya Shamata, hata kama wewe ni mganga ama ni mchawi ama unatumia dawa, ukiweka kichwa sufuria, bei ya unga itapungua namna gani? Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni yote mbili? Ndio ama namna gani jameni? So nimeambia watu wacheni kusumbua wananchi na maandamano na ujinga. Sisi turudi mashambani, tuzalishe chakula, tupunguze gharama ya maisha, Kenya iweze kwenda mbele na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Jambo la pili, tumekubaliana vile vile lazima tusaidie wakulima wetu wa maziwa, si ndio? Na ndio nimekubaliana na governor, tunalete kabla ya Disemba, tutawaongezea milk coolers, mahali mnaweza kupeleka maziwa yenu, mkusanye maziwa yenu, ili wewe mnaweza kuweka maziwa yenu hata kama ni wiki 1. Ndio wale watu wananunua maziwa yetu wasitutafutie bei mbaya. Na ndio nimeuliza bei ya maziwa na bei ya maji, si ndio? Inawezekanaje ati bei ya maji iko juu kuliko bei ya maziwa? Tuambiane tu kweli. Si iko makosa mahali fulani? Hapana. Hapana. Hii maneno lazima tuongee vizuri. Tunaelewana? Ndio tumekubaliana tunafanya mpango. Na tumesema kabla hatujaongea, tunataka bei ya maziwa isirudi chini ya shilingi 50 kwa lita 1. Ile pesa mkulima anapata. Ile pesa mkulima anapata. Si ndio? Na katika budget hii tumeondoa ushuru kwa ile vifaa ambayo tunatumia kutengeneza chakula ya mifugo yetu. We are reducing interest on animal feed. Ile inatoka sehemu inatoka, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza kulisha ng'ombe yetu, tuzalishe maziwa ya kutosha, tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima, na vile vile tupate chakula ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Bado tunaagiza, just imagine, bado tunaagiza kutoka nchi zingine ati lita bilioni 1 ya maziwa, na tuko na wakulima. Si hapo iko kasoro? So we must sort it out. Na mimi nataka niwahakikishie nyinyi kama wakulima, kila mtu afanye bidii. Kazi yangu na huyu Rigiji ni kufukuza wakora na kufukuza matapeli na kufukuza wale wengine. Nekwo, tunaelewana? Hiyo ni jambo la pili kwa wakulima wetu. Na tumesema kilimo ya chai, kilimo ya kahawa, zile zingine zote tunapunguza gharama ya production na tunaongeza productivity, ndio tuhakikisha kwamba pesa inapatikana na tunatumia kilimo kuzalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Tumekuja hapa leo kwa sababu ya hii barabara.
Na hii barabara, mnajua tulikuwa na mpango mzuri. Ule mtu ya kitendawili akakuja akatusumbua na mambo ya handshake, akaleta confusion, mpango yetu ikaharibika, ikapelekwa pesa huko BBI, ikapeleka msituni, ikapotea, ikakuwa ni mambo ya upuzi. So sasa tumeipangia vizuri katika budget yetu, na mimi nataka niwashukuru wabunge wetu, akiwemo huyu wenu Bwana Gachagua. Wamepitisha budget miezi miwili iliyopita. Sasa tumeweka pesa bilioni 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu. Na sasa tunakusanya ushuru, ndio nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku, kuja hapa Shamata, kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Lego, tunaelewana? Na hawa waheshimiwa wameniambia ikifika pale Kaka ipelekwe kwa hospitali. So, Katondo. Mahali inaitwa Katondo, mahali fulani hapo. So, na nimekubali, wacha iende kwa hospitali. Tunaelewana? Na hapa pia katika town yenu hii ya Shamata, tuzungushe hii barabara ya lami hapa town ikae chonjo. Tumekubaliana? Na vile vile nimesema kwa hii program pia tujenge soko hapa Shamata. Tuwe na soko mzuri ambaye itatumika, na nimeambia mjumbe wenu afanye kazi na watu hawa barabara, na pia wizara yetu ya mambo ya housing na market, ndio tuweze kuwajengea soko hapa Shamata. Na hiyo soko ni kazi kidogo. Hii soko isingoje barabara. Hii soko miezi 2-3 iwe imekamilika, ndio hawa mama waendelee na biashara, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Nekuogana tiguo. Tunakubaliana? Tutatembea hivyo. Na hii barabara pia kutoka pale Mailoinya tunataka isukumane mpaka ifike salama, mpaka ifike salama ngambo ile. Hiyo barabara vile vile tunataka tuisukume namna hiyo. Tunaelewana? Na tuko na barabara zingine nyingi hapa Nyandarua ambayo tutapangana na nyinyi ili tuhakikishe ya kwamba hizo barabara zenu tumezikamilisha kabla hata hatujaanzisha barabara zingine mpya. Hizi zote tulizoanzisha tuzikamilishe. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile mbali na hii soko ya Shamata, pia mimi nataka tujenge soko ingine hapa mahali imetangazwa municipality. Hapo Mailoinya tutajenga soko kubwa. Engineer tutajenga soko kubwa. Subuku tutajenga soko kubwa. Geita tutajenga soko kubwa. Wanjohi tutajenga soko kubwa. Kwa haraka tutajenga soko ingine. Tumekubaliana na hawa, tunajenga soko 10 mpya hapa Nyandarua. Ndio mama mboga, kwa sababu tulisema wera ni wera. Mama mboga pia aendeshe biashara yake mahali kuna heshima. Ama namna gani ndugu zangu? Muliziona juzi tumetangaza, hata ingine tumetangaza leo, soko ya kule Olkalau. Hizo soko zote tumetangaza, lot 1, lot 2 imetangazwa tayari, ingine imetangazwa leo, na tuko na pesa ya kuzijenga, ndio tuweke heshima kwa biashara ya kila mtu. Tunaelewana jameni? Nadhura iguidhania fio kabisa. Na tukubaliane vile vile ya kwamba mbali na hiyo kazi ambayo tumekubaliana, huyu governor nimemwambia tunawapatia milk coolers 30 ya watu wa hapa Nyandarua, na wao wataketi chini na wabunge wetu pamoja na MCAs wapange mahali tutaziweka. Kabla ya Disemba nitarudi hapa kufanya hiyo kazi official, ndio mkusanye maziwa yenu, tufanye value addition, tufanye agro processing, na tuweke mambo ya kuhakikisha kwamba biashara yetu inasonga mbele. Vile vile tumekubaliana county aggregation and industrial park ya watu wa Nyandarua. National government tunaweka 250 million, county government ya Nyandarua inaweka milioni 250, yote inakuja milioni 500. Na mimi nataka niwaeleze tayari tumetangaza kandarasi. Tutarudi hapa kufanya official launching, ndio tujenge, na pale
tutawawekea pale Njabini, nafikiri inajengwa Njabini ama ni wapi governor? Njabini. Pale ndio tutaweka makusanyiko, ndio tuweke pale cold room, tuweke pale storage, tuongeze vifaa ya value addition, tuongeze vifaa ya processing, na tuhakikishe ya kwamba Nyandarua inapiga hatua ya kwenda mbele. Negwo. Ya tatu, mimi nataka niwaambie vile vile program. Si tulikubaliana tupange ajira hawa watoto wetu wapate kazi? Na tulisema kazi ni kazi. Sasa vijana mjipange. Vijana wa hapa Shamata na Nyandarua muko tayari? Muko? Vijana muko? Mbona sikii sauti yenu? Muko? Kwanza tulisema mambo ya pombe lazima tukomeshe. Inaletea sisi hasara. Nasikia kuna wazee wengine badala ya kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa wewe ukilala chini ya kitanda watoto utatoa wapi na wewe? Sijui kama tunaelewana jameni. So vijana nataka mnisikize vizuri. Tuko na program hapa Nyandarua. Awamu yetu ya kwanza ni kujenga nyumba 5,000. Na tunahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyandarua, nyinyi mko tayari kwa hiyo program? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua kazi? Hii ni watu wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Si hiyo ni kazi ni kazi? So mujipange. Ya pili, tumekubaliana pia na wabunge pamoja na MCAs. Kila ward tunaweka ICT hub. Mahali tunahitaji vijana 100, 500 watakaojifunza kutumia teknolojia na mtandao wa internet kufanya digital jobs. Nyinyi mnanielewa? Leo asubuhi nilikuwa naongea na watu wa TikTok. Nikawaambia hatutaki content chafu kwa mambo ya mtandao yetu. Ile content tunataka ni ile inaendesha biashara na ile inapatia vijana wetu mapato. Sijui kama tunaelewana. Na tumekubaliana na wao ya kwamba kati ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo tutaweka content moderation agenda ambayo itatusaidia kumoderate content, na pia tumekubaliana mambo ya monetization. Ndio ile internet iweke pesa kwa mfuko ya hawa vijana. Tunaelewana? So hiyo digital jobs every ward mjipange nyinyi vijana. Mtandao mko nao. Tutaleta hapa kompyuta kama ni 200, 300 in every ward. Ndio watu waanze kupanga ajira, kwa sababu tumekubaliana na serikali ya Marekani na Ujerumani na kule UAE na kule Saudi ya kwamba wanahitaji wafanyikazi katika internet, na tuko na vijana wetu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi jameni. Ile ya internet ikipatikana si mtafanya? Hiyo ingine ya housing ikipatikana si mtafanya? Ya agro processing na value addition tutafanya. Kwa sababu wera ni tumekubaliana. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba tunasonga mbele kwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la Kenya, na mimi nawashukuru sana kwa sababu ya umoja wenu, kwa sababu mnatuombea, na mimi nataka niwahakikishie tumeungana na viongozi wenu wote na tunafanya kazi kwa pamoja, na hakuna mtu atatuletea kisirani. Hata wale watu wa maandamano nimewaambia nitawakalia ngumu hiyo watu. Mimi nataka niwaulize, Kenya hii ni nchi ya amani, ni nchi ya demokrasia, ni watu tunafuata sheria, na tunataka watu wa upinzani wafanye kazi yao kwa sababu sheria na katiba inawatambua. Lakini mambo ya fujo na kulete vita na kuharibu mali na kupiga polisi mawe na kuharibu biashara ya wananchi, hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Kila mtu aendeshe mambo yake. Kwanza nimerahisisha kazi ya watu ya upinzani. Nimeambia wabunge wetu, nimeambia bunge wabadilishe sheria. Sasa mawaziri ambao hawakuwa na wanaenda bunge, saa hizi nimesema wabunge waende bunge wajibu maswali ya representatives ya wananchi wa Kenya. Sasa nyinyi, mimi nimewaletea mawaziri wakuje bunge, muwaulize maswali, muwaulize mambo ambayo wananchi wamewatuma, badala ya kushughulika
na kuuliza maswali wa bunge kule bunge, mnapanga maandamano, mnaharibu mali ya wananchi, mnapiga mawe polisi, mnachoma barabara, mnaharibu biashara. Sio ni mambo ya kukosa heshima jameni? Tuko pamoja? Na nimewaambia hawa viongozi kwa sababu ni watu ambao hawana heshima na wengine. Nimewaambia hawa viongozi ambao wanasema ni maandamano, kama kuna mtu anajisikia ya kwamba afanye maandamano, kabla haja mobilize wananchi na watoto wa taifa letu la Kenya, alete bibi yake, alete watoto wake, waanze kutupa mawe kwa maandamano. Ama namna gani? Kama maandamano ni ya maana, si ulete bibi yako afanye maandamano? Kama kutupa mawe ni ya maana, si ulete mtoto wako atupe mawe? Bana. Hiyo maneno no. Ama namna gani jameni? Nego kadatiku. Tuko pamoja? Tumekubaliana? Mnasema hii maandamano tukwamishe ama tusikwamishe? Tukwamishe maandamano? Kabisa, nimewaambia hapana. Na unajua hawa watu wamezoea tabia mbaya. Kwa sababu wanalete fujo ati ndio wapate kitu. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia, hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8, wakagawa viti yote. Viti ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8. Wale wakupata MCA walipata. Wale wakupata bunge, wale wakupata sijui governor, wale wakupata rais, imeisha. Ama kuna kiti mulibakisha? Si viti mulimaliza, muligawa ikaisha. Sasa ile kazi imebakia ni kazi ya hawa wananchi. Tujenge barabara, tujenge soko, tupange mambo ya matibabu, tupange mambo ya biashara, tupange mambo ya kilimo, tuondoe njaa. Hiyo ndio kazi imebaki. Ama namna gani jameni? Nego? Si ndio? Ngojea. Mimi najua mmesema ya kwamba niongee mambo mengine hapo. Lakini nyinyi, hata nyinyi mnaniharakisha, mmeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? na mimi nimekuja. Hata kulala sinaweza kulala. Kwani iko shida gani? Ama namna gani? So tumekubaliana hiyo. Na vile vile mimi nataka niwapongeze. Nyinyi ni watu wa maana na watu wazuri. Si ndio? Niliwaambia hii maneno ya kuweka watu kwa CRB, nitawatoa kwa CRB. Hiyo CRB nimetoa kila mtu. Watu milioni 7 wametoka kwa CRB. Niliwaambia nitawapatia pesa ya Hustler Fund. Nyinyi mmebeba shilingi milioni 500 hapa Nyandarua. Watu 260 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Na nyinyi ni watu wazuri, mnalipa. Kwa sababu wale watu wanalipa Nyandarua ni 77%. Wanachukua, wanalipa, wanachukua, wanalipa. Lakini iko 20% hapo. Na mimi naona hata hao watu wako kwa hii mkutano. Ndio hawataki kuniangalia macho vizuri. Wamehepa na pesa. Lakini sasa niko na maneno yenu. Ndio? Sasa mimi niko na pesa ingine, au wabunge wameniwekea 10 billion. Nataka niwapatie sasa ya kufanya biashara. Kwa hiyo Hustler Fund. Wamama jiungane, wamama 10 ama 20. Vijana 10 ama 20. Mjiunge, tutawapatia kati ya 20,000 na 1 million. Tutawapatia. Na hakuna komiti. Siniliwaambia hii Hustler Fund haina komiti. Hata hutaki kani kujua mzee wa mitaa ama nani. Komiti ni watu wawili. Wewe na simu yako. Komiti inaishia hapo. Na approval inatoka. Ama namna gani? Sawa? Muko tayari kujia hiyo 1 million? Mtajipanga kwa vikundi? Ndio mchukue hiyo milioni 1. Na mtafanya naye biashara. Na mtasukuma gurudumu ya kwenda mbele. Lakini iko kashida kadogo. Sawa? Niwaambie shida iko wapi? Sasa hiyo 1 million kabla hatujakupatia. Kama ulihepa na 500 itabidi ulipe.
ama ulihepa na milioni na shilingi 1000 ama 2000. Yani sasa hata wewe mtu ya Shamata, yani unaweza kuwa umehepa na 500 alafu nikupatia 1 million? Bana. Mpaka ulipe kwanza ile ya mbele. Mtalipa ndio mchukue hii pesa nyingi na mufanye biashara namna hiyo. Mjipange hapo na tutapangana vizuri. Tumekubaliana mambo ya maji, si ndio? Hapa najua tuko na shida ya maji Nyandarua, si ndio? Tayari tumetangaza kandarasi, kama nyinyi ni watu wa kusoma magazeti. Tumetangaza kandarasi ya Pesi na Malewa. Tunangojea watu wa kuapply ndio wakuje watujengee hiyo dam ambaye tumezungumzia miaka nenda miaka rudi. Lakini mimi nataka niwahakikishie hii ndio serikali itajenga dam hiyo. Vile vile tunatangaza, tunapitisha katika cabinet next week pia dam ya Kinja, ili tuweze pia kutafuta kandarasi tujenge, tupatiane nyinyi maji. Pia nimemwambia Waziri Alice, hata wakati tunangojea dam ile kubwa akuje akubaliane na viongozi wa hapa, tujenge dam zile ndogo ndogo. Tuko na pesa karibu shilingi bilioni 30 ya kujenga zile dams ndogo ndogo na water pans. So wataketi chini na gavana wenu na wabunge wenu, tutakubaliana ni mahali gani tutaweka maji, ndio tutege maji tutumie kwa matumizi nyumbani, tutumie kwa mifugo yetu, na hata irrigation tufanye nayo. Neguo, tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu ni wale wanasema tunakubaliana, tuendelee namna hiyo. So mjue tunawapenda sana, na si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kazi jameni. Anaitwa Rigiji.